Mimi kwa majina naitwa Regina Iromo. Nina masikitiko, serikali kae chini angalie. Tuna shida ya wanyama ambao hawashikiki, kwa sababu mimi ni mjane, nategemea hicho chakula nikilima inakuwa ni kwa faida ya wote. Pia na watoto nasomesha. Hizo hela nimechukua za moto. Nimenunua mbolea ya kupandia, ya kubebeshea, ya kukuzia, nikitegemea nipate mazao ingalau nipeleke na mchango shuleni. Pia hiyo hela inisaidie kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Lakini hao wanyama wanaingilia kati. Hivi saa hizi wameshaanza kuharibu mazao madogo tu, wameshaanza kuharibu. Je, serikali inafikiria nini? Na umri nilionao naweza nikafa kifafa kwa sababu ya mawazo. Nafikiria hii serikali itanipeleka wapi? Na wanyama kufukuza siwezi. Na umri wangu umeshaisha. Kula na kula, lakini umri umeisha. Tumekuta ngedele ziko kwenye miti. Kwa hiyo ukiwinda hapo naona ngedele imerukia ule mti, Kwa hiyo ule mti wenye miti mikubwa hii tungeomba serikali tusaidie kupunguza hii miti. Lalamiko langu mimi Agneta James Sanga ni lalamiko la kwamba serikali tusaidie kutoa hii miti mikubwa hii, wenye miti mikubwa watoe. Na ngedere washaanza kula mazao yenu au bado? Wanakula saa hizi. Ukienda hapo mbele hapo, yani hili shamba mti wa msitu mkubwa kweli, msitu wameiacha jirani na mashamba. Jina naitwa Felix Sanga. Tuna changamoto kubwa kuhusu hizi ngedere. Tunapozungumzia ngedere, jamani, kama serikali tuangalie namna kutusaidia. Jinsi gani tunapopata tabu. Tunalima kwa shida. Tunatumia mbolea. Tunatumia gharama watu wa kutusaidia kulima. Tunaanza tena muda mwingine wa kwanza kushinda kama watoto. Hizi ngedere. Kwa hiyo tutafika sehemu tutajikuta kama sisi vijana ambao ni machipukizi tunakata tamaa ya kufanya kilimo kama ni rafiki kwetu. Tunaona ni afadhali tukashindwa kusukuma vigogo, na hata kusukuma vigogo bado tuna familia, tunapoteza familia zetu. Familia inaingia njaa, na nikiingia kulima bado inakuwa ni shida kwangu. Shida kwangu inaanzia wapi? Pale pindi ninapofika sehemu na shinda shambani, mtoto yupo shuleni, mimi nashinda kuangalia ngedere na hela sina. Nikitegemea mavuno nitakayovuna nipe kipato, lakini kile kipato hamna. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa. Hasa vijana sisi wa Makete, inafika sehemu tunakimbia miji. Kwa nini tunakimbia miji? Unaangalia, unaona kile unachokifanya hakina faida kubwa. Utakuta watu walio wengi wanakimbia tu kuvichana mbao. Vibarua vyenyewe vinasumbua. Ajira hamna. Mtu usome ambaye amesoma na asiyesoma, unakuta kama tunaendana tu maisha. Naitwa Daniel Kisimbiro, ni mkazi na mwanakijiji wa kijiji cha Tandala, kitongoji cha Singida. Kwa sasa imeonekana kwa mwaka huu, sijui kuna changamoto gani kwenye ofisi zao, lakini hawajaja hata kutupa support wala kidogo. Ndio hicho tunachoshindwa kuelewa, lakini kilio hicho tunaanza kulia muda mrefu na wao wanasikia, lakini mwisho wa siku akishasikia inaonekana kama zile tunapiga bla bla, lakini tunaumia kweli kweli. Tunazungumza hivyo kwa kumaanisha tunaumia. Yaani wasione kama vile tunazungumza au tunataka kujifurahisha, si kweli. Mashamba yameathirika pakubwa. Yaani tunafika mara, yaani mwisho wa siku tutakufa sasa, wale wanyani watakuwepo. Lakini sisi binadamu tutaondoka. Kwa sababu ya nini? Ya njaa. Matokeo yake na sisi hatutaki kuitia serikali hasara kwamba ibaki tu inatupa sisi watu wenye nguvu. Inasema mara msaada unaenda tena. Kwanza ni aibu kwamba serikali inawapeni msaada, mmeshindwa kulima. Sisi tunalima, lakini mwisho wa siku hii mifugo ambayo inaishi polini ndio inafika mahali inatuharibia wanyama. Lakini watu wenye sekta hiyo wapo. Je, kwa nini wasitoke maofisini waje kutusikiliza? Naitwa Sifairi Abednego Tusiwene, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Singida ndani ya kijiji chetu cha Tandala. Leo tupo kupaza sauti yetu kwa serikali yetu, hususani upande wa watu maliasili. Tuna changamoto ya wanyama waharibifu, ngedere na wengine wengi ambao wamepelekea pia kuharibu mazao yetu mashambani, na imekuwa sasa ni changamoto ya muda mrefu ambayo pia imepelekea kuacha shughuli nyingi za kimaendeleo
na muda mwingi kuwa mashambani kulinda, kukinzana na wale wanyama waharibifu. Kwa mfano hata leo pia wana kitongoji wote pamoja na kitongoji jirani cha Uchewa tulikuwa mashambani pia kuhakikisha kwa umoja wetu, kwa sababu eneo tunalolimia pia ni karibu moja, kuhakikisha tunakuwa kule na kulinda wale wanyama waharibifu. Tumejitahidi kwa kadri tunavyoweza kuwa kule, lakini pia tunakosa muda wa kuendelea kuwalinda wale wanyama waharibifu wasiharibu mazao yetu. Ni kwa sababu pia namna ya kuwafukuza na namna nyingine hatuwezi, zaidi tu ya kukaa kando ya mashamba yetu na kuzuia wale wanyama wasiingie kwenye mashamba yetu. Lakini changamoto nyingine pia ambayo tumekutana nayo ni watoto wadogo pia ambao pia wanatumika kuhakikisha wanakuwa mashambani kuyalinda mashamba. Hofu yetu ni kwamba baadaye pia tutawapoteza watoto ambao wanatakiwa waende kusoma, wapate elimu, wanatumia muda mwingi kwa mashambani kuhakikisha mazao yanalindwa ili wapate kula na afya za familia zao. Na upi sasa, kipi ambacho nyie mnakiomba kwa serikali? Sisi rai yetu kwa serikali ni kutusaidia ni namna gani tunaweza kuondokana na hawa wanyama waharibifu, kwa sababu tunaamini serikali ina vikosi tofauti tofauti vinavyoweza kutuwezesha wananchi kubaki salama, kwa sababu tegemeo letu kama wilaya ya Makete, wananchi wa wilaya ya Makete tunasema ni wilaya ya kazi, na tumejikita kwenye kazi. Tunalima ngano na mazao mengine tofauti, mahindi, mtama, ulezi. Sasa tunapoingiliwa na wanyama waharibifu pia tunapata changamoto. Kwa hiyo rai yetu serikali tusaidie kukinzana na hao wanyama waharibifu ili yamkini tupate mazao ambayo watu wengi ndani ya wilaya Makete wamejikita kwenye kilimo na tegemeo lao ni kilimo. Na hii kazi mmepanga kuifanya kwa muda gani sasa, hii ya kulinda mashamba yenu? Hii kazi tumeipanga kufanya ni zoezi endelevu, lakini sasa tumeona linatutumia muda mwingi kuacha, tunashindwa kufanya kazi zingine za kimaendeleo. Muda mwingi tunakuwa kwenye kulinda wanyama waharibifu. Ambao mmeanza leo? Hapana, sasa leo ilikuwa tu ni kutaka kuonyesha kwamba tumechoshwa na hii hali na tumepaza sauti yetu, na kwa kupitia redio pia tunaamini itafikisha ujumbe huu kwamba tumechoka sasa na wanyama waharibifu, na hatukupenda kuwadhuru wanyama waharibifu kwa sababu pia tunasema wanyama ni uoto wa asili na ni mali asili, tunatakiwa kuzilinda. Lakini je, ni kwa namna gani pia zinaathiri? Kwa sababu tumeona mwisho wa siku wanyama watatudhuru na watamaliza mazao yetu, mwisho wa siku sisi tukafa pia. Je, kuna faida ya wanyama kuendelea kuishi wakati binadamu tunakufa? Kwa hiyo ipo hatari ya binadamu nyie mkafa, ngedere wakabaki? Wakabaki kwa sababu mazao yetu yote wamekula.